Jana tu tumetoka katika mwezi wa Ramadhani. Katika mwezi wa Ramadhani tulikuwa tuna ada nyingi nzuri ambazo kwamba tulikuwa tukienda nazo. Lakini katika ada ambayo kwamba watu wengi huwa tunakuwa nayo katika mwezi wa Ramadhani ni ada ya kusoma sana Al-Qur'an Al-Karim. Na ni ada njema taban, lakini lilasaf ikishamalizika Ramadhani misafu yote huwa inarudishwa makawatini, inakuja kufutwa vumbi tena katika Ramadhani inayofuata. Katika Qur'an Mola Subhanahu wa Ta'ala yotueleza kesi ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atakuja kuishtaki au ataipeleka katika mahakama ya Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya Kiyama. Waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Siku ya Kiyama Mtume sallallahu alayhi wasallam atashtaki kwa Mola. Waqala ar-rasul, Mtume atanena inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, hakika umma wangu walifanya hii Qur'ani kuwa ni kitu cha kuhamwa. Hii ni kesi kubwa sana. Mshtaki ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambao kwamba ndio atakuwa shahidi wa umma huu kama inavyoeleza Suratun Nisa, wajina bika ala haulai shahida. Ndio maana yake siku ile Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposomewa Suratun Nisa, ilipofika hapo wajina bika ala haulai shahida, alilia sana, alitoa machozi sana, kwa sababu alikuwa akimathil, akivuta taswira ya siku hiyo ya Kiyama. Shahidi mkubwa ni yeye, watu wanaoshuhudiwa ni kina nani? Ni mimi na wewe. Sasa kesi hii ni waqala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Anashtaki ndo huyu shahidi aliyowekwa kwa sisi na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Washtakiwa ni mimi na wewe. Ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, watu wangu walihama Qur'an. Hijratul Qur'an, kuihama Qur'an taban ni kitu ambacho kina maana nyingi. Mtu anaweza kunena mimi kila siku mbona huswali husoma Qur'an katika swala? La. Hapa Mola Subhanahu wa Ta'ala hazungumzi ile kusoma Qur'ani kama kusoma Qur'ani kwa tabaruku. Yozungumza kusoma Qur'ani kwa uhalisia. Unajua kuna watu wengi sisi mathalan chakuta mtu akwambia mathalan Ramadhanini bwana alhamdulillah mimi nakhtimisha mara 3 bwana, au Ramadhanini bwana alhamdulillah mimi nakhtimisha mara 4. Je, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuwakutaka usome khitma nyingi ama usome juzu nyingi katika Ramadhani, ama yuwataka nini? Mola Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani yasema kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Hii Qur'ani ni kitabu ambacho kwamba kilichobarikiwa, tumekuteremshia wewe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam liyadabbaru ayati. Hilo ndio lengo kubwa la Qur'an, ili wapate kuizingatia aya zake. Allah, kwamba Qur'ani, kusoma Qur'ani hatumaanishi mtu kusoma tu kama gazeti, la. Tadabbur ndio kitu kinachotakana, liyadabbaru ayati, yani kana kwamba malengo yote kuteremshia Qur'ani nini? Ni tadabburul ayat. Afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Allah, Mola Subhanahu wa Ta'ala yuzi, mbona hawazingatii Qur'ani hawa? Na hii Qur'ani lao ingelikuwa imeteremshwa kwa asiyekuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, ungeona mambo mingi ambayo kwamba yanakinzana. Lakini hakuna kitu ambacho kwamba kinachokinzana na uhalisia katika Al-Qur'an Al-Karim. Sasa afala yatadabbaruna al-Qur'an, kwa nini hawazingatii Qur'an? Idhan Mtume sallallahu alayhi wasallam atakaposhtaki siku ya Kiyama kwamba inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura, haimaanishi kwamba ulikuwa ushike msahafu ukisoma. Wasoma, lakini je, unajua kile unachokisoma? Kama hujui, umechukua hatua gani ya kukifahamu kile unachokisoma? Maana unajua shetani anapenda sana wale watu wenye kusoma Qur'ani zile za ajala. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim. Mara kuta mara alfajiri kwenye hizbu za alfajiri kuta mtu yosoma Qur'ani hivi namna hii kama mashini vile.
alhamdulillah rabbil alamin, alif lam mim, dhalika alkitab la raiba, unasikia mwisho tu. Shetani anapenda sana qiraa hiki. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna unachopata, hakuna athar. Yani kama swala ambazo kwamba hizi ambazo kwamba swala ambazo kwamba hazikukatazi wewe na munkar na nini, si ndio? Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Swali muizi mlevi kadha, shetani wapenda sana kwa sababu ile ghaya ya swala hujaifikia. Sasa Qur'ani tunatakana tusome kwa tadabbur. Yani afadhali kwa siku ujiwekee kusoma aya 5 peke yake au aya 3, lakini una uhakika kile unachokisoma unafanya nini, unakielewa kwamba hapa Allah subhanahu wa ta'ala yuaniamrisha kitu fulani, hapa yuwakataza kitu fulani, hapa yuwasema hivi. Ndio kitu kinachotakana tadabbur, uzingatie. Mathalan tutakwambia mimi sijui lugha bwana, nitafanya vipi tadabbur? Ziko hata tarjama za Kiswahili, unaweza kuchukua Al-Muntakhab ya Al-Barwani ukasoma maelezo tafsiri, ukasoma na maelezo yake pale nini ya Kiswahili. Al-Muntakhab tafsiri nzuri sana. Iko watu ambao kama hawajui Kiarabu, ukitaka kufanya tadabbur na Qur'ani, Al-Muntakhab tafsiri nzuri ile ya Barwani. Sishauri sana watu kutumia tafsiri ya nani, ya Abdullah Fars, angando maarufu, lakini sishauri sana, iko na makosa mingi. Tafsiri tarjama nzuri ni tarjama ile ya Al-Muntakhab ya Sheikh Ali Barwan wa Zanzibar, nzuri kabisa. Unajiwekea ada mwenyewe, ukiketi pale aya 5 ama 10, lakini una uhakika kile unachokisoma unakielewa, na kisha baada ya hapo unakiingiza katika nini, katika amali. Maswahaba wanasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa hawafundishi, yani akiwafundisha hawaendi somo lingine katika Qur'ani mpaka zile aya zile walizosoma wanafanya nini, wazifanyia kazi kwanza. Lakini sisi kuna watu wengine kwa siku wasoma juzu moja, wengine juzu mbili kadha, mtu wa miaka 20 30 yupo katika ada hii, lakini maskini ya Mungu haelewi chochote kinachoendelea, na wala ile Qur'ani haina athari yoyote katika maisha yake. Mola Subhanahu wa Ta'ala yotaka hii Qur'ani tuitoe kutoka katika misahafu, tuiweke katika nini, katika maisha yetu. Zile qasas tunazosoma katika Qur'ani si mambo ya theory tu yaelezwa, la, ni Mola Subhanahu wa Ta'ala yosema nini, ibra, ili tupate nini, tupate ibra, tupate mazingatio. Kileza visa vya kina Farao na nini, ili tupate ibra. Sasa ukija ukasoma alafu kisha usifanye tadabbur, maana yake ile ibra itakuwa haipatikani. Kwa maana tuendelee na ada ile tuliokuwa tunayo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan ya kusoma Qur'an na amali zingine, lakini hiki kitu tuzingatie. Kwa nini unasoma Qur'an? Limadha taqra al-Qur'an? Kwa nini umeamrishwa kusoma Qur'an? Liyadabbaru ayati. Tadabbur ndio adhamu shay. Na subhanallah, wanasema nuzulul Qur'an, kutamka Qur'ani kushako matoka wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pomalizika intaha almawdu. Lakini tanazzul, kuteremka yale maana za Qur'ani zinaendelea. Yani mtu ukiwa na desturi ya kuzingatia Qur'ani tadabbur, utakuta kila siku ukisoma Qur'ani kuna mambo mingi ambayo kwamba yafanya nini, ya kufungukia, ambayo kwamba rubama hata hakuna shekhe mwingine yote naweza kawa si msomi kabisa, lakini ukiwa na ada ya kuizingatia Qur'ani utaona kuna maani na kuna vitu vingi ambavyo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anafanya nini, yakufungulia. Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Mwenyezi Mungu anasema hivi, mcheni Mwenyezi Mungu, Allah atakufundisha. Ala, kumbe ukiwa na takwa ukasoma Qur'ani kwa tadabbur, kuna mambo mengine utasoma ambapo kwamba hata kwenye vitabu hayapo. Allah Subhanahu wa Ta'ala yakupa kashfu katika moyo wako. Mmoja katika ulama aeleza kwamba alipita siku moja katika ukumbi wa mmoja katika kibaru ulama. Alipita muda mrefu akawa yamsikia akisoma aya moja tu akirudia mara kwa mara, innal ladhina amanu sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Hii aya ipo katika sura Maryam kama sikosei. Wala ambao kwamba walaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala atawajalia nini, mapenzi. Innal ladhina amanu wa amilus salihati fima adhkur sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Akawa kirudia tu sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, akirudia ile aya mara nyingi sana. Sasa yule bwana
Usubuhi akaenda kwa yule mwanachuoni akamuuliza, mimi napita usiku katika nyumba yako na kusikia waisoma hii aya, sayajalu lahumur rahmanu wudda, ukirudia. Akasema wallahi, akalia sana, akamwambia wallahi mwanangu, nilipokuwa nikisoma kila nikirudia basi kuna maana mpya ambayo kwamba ilikuwa ikinifungukia, mara mwanzo ilikuwa haijanifungukia. Allah. Mtu ambaye kwamba huna ada hiyo za kupinga, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kashasema wattaqullaha wa yuallimukumullah. Hii inaitwa al-ilmu laduni, ilmu ambayo kwamba yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mauhiba. Lakini haiji hivi hivi tu, lazima uonyeshe nini? Uanze ijtihada. Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah subhanahu wa ta'ala asema hivyo, wale waliofanya jitihada, waliojipinda kwa sisi, tutaongoza njia zetu. Yani haya mambo kama mambo ya dunia tu. Ukiwa na bidii basi utapata kingi, ukiwa huna bidii utapata vile vile ya. Maana kuna baadhi ya watu wasema, bwana riziki yako bwana ni ile ile tu, kwa hivyo hata ukilala ndani utapata ile ile tu. La, Allah subhanahu wa ta'ala ameweka kanuni. Kwa nini asema walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana? Kwa nini aweke ijtihada? Kuonyesha kwamba kanuni za Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu zinaendana na nini? Na ijtihada. Pamoja na kuwa umepangiwa kisma yako, lakini inataka nini? Inataka ijtihada. Tuweze sana walladhina jahadu fina